Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Moriere w'Ensoko TV nkukwani kurandonsi asore haso mogorobo yiga weri tukeri gari kumye mutinyu gatano na kabiro mwaka gwechile fuibere merongevere na gatano na rimo no kwegena kwane kwagendere bya serit kori gima na boigo aso mogorobo yiga na boigo no ngendrete kubwatia Ensoko TV kura chinsa 12 chiki mambi wekeraboni gana de chere chinsa 10 chiabono mogorobe ngakyuko anyorama ya senchira yobwenge unaberga kwariganirwa erio gwemanya yagendrete korekana aso mogoroba obona tosanga so bwamo wetra senchira yomutanda bwekerera sesemo ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano na yaronkonya gwetere sabwase TV yago Eriane Ishmael Mogere. Asumu chakano mogorobo bono Ugosira basae asoko ba chibesa cha National Youth Opportunities guse murubero manyikaine buna nyota nigo aserit kodi alero murayibwense Dr. William Samuel Ruto achakia entunde ya kabere ase egeti gechigosori kia Ulinzi Sports Complex Langata imumucho yo Nairobi ase boigo aerere buna nigo chibilioni sato chirache kubwatwa gochia se abauncherelia emia yemo chilifu emia yemo nemerongevere na babere ase kero yomo arache nyora shilingi chilifu emerongo ebere na isano. 88,934 young entrepreneurs who successfully invested their initial business support will shortly receive the second tranche of 25,000 Kenya shillings, bringing their support under the program to 50,000 Kenya shillings. At the same time, another 33,269,000 young Kenyans are taking the first step on their entrepreneurial journey by receiving their first tranche of support. Together, more than 122,000 young entrepreneurs across all 47 counties are today receiving business support worth more than 3 billion Kenya shillings. This is one of the largest coordinated investment ever made in Kenya's young entrepreneurs, because when we invest in enterprise, we invest in the future of our economy. Okay, nilipata 22,000 kwa pochi la biashara. Ndio. Na 3,000 kwa Zidi. Okay. Zidi mali ya akiba. Nilikuwa na existing business ya groceries. Ya grocery. Hiyo 22,000 nilitumia nikaboost hiyo business, nikaleta nyanya, waru, na hizo vitu zenye zikuwa. But an existing business. Very good. Biashara. Wapi sauti ya kaka? Aya, wanaendelea hawa jamaa. So, biashara yako sasa inaendelea? Inaendelea. Sasa leo umekujia? Nimekujia zingine. Though iko bado tutaendelea kuboost. Hizo zimebaki. Ase umurobere oyo nyota oyo ogendere guchia se abasaye bakure county ya Nakuru, Nyandarua na Baringo nigabasaye chilifu chimia chilifu isano na istone chimia kyanda na barabo banyolero gosiro chinga kyomo waziri Wendot Cheptumo agokere umurobere oyo gosira abasaye erio kwegendereria ase chi county ekyo isatu hapa Nakuru, Baringo and Nyandarua. Today tuko na vijana 8,900 ambao tuko nao leo. 8,900 young people. 4,100 are from Nakuru County, because we are getting from every ward, and Nakuru County has more wards than the other two counties. We are getting 70, at least 70 per ward.
So Nakuru, today, we have a total of 4,100 young people who are going to get their 22,000 in their phone, 3,000 in their savings, na watatoka hapa na pesa yao. Niseme nisiseme? So, out of the 4,100, 3,000 are getting their second tranche. 1,100 are first-time beneficiaries. Same amount. From Baringo, Baringo Hoye. From Baringo, we have 2,900 approximately young people today, out of which 1,900 are continuing. They are getting their second disbursement, and about 1,000 are getting their first disbursement. And you will live here today with your money. Nyandarua, again, 70 young people per ward. We have a total of 1,900 beneficiaries from Nyandarua. Approximately 1,500 of them are getting the second disbursement. 400 approximately, to be exact, 382 are new beneficiaries. Leo ni fire si fire. Mimi niko hapa kama mama kusema ninafurahi sana kuona serikali ambayo inashughulikia watoto wetu. Vijana wetu wako na masimu, wako tayari, wanataka sasa wasonge mbele. Asante sana, Your Excellency, for coming. Sisi, as the people of Rift Valley, we are very proud. Sisi, we are workers, and we are very happy that you have supported us. As a government, His Excellency the President has supported us. Na sisi tutahakikisha we will be the place ambayo itakuwa number 1. Kama ingekuwa na trophy, utawaacha hapa. Asense mwende bosibo bochero bokebwense muye bunge ya Olkalau muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua nigakwa nerigoro yobosaga nechiburaburu echichi abiri chikwene kiwa sense muye bunge yo. Gachagua nigamuchire serikali asogotumika babwatani barime ya serikali kurubere chiburaburu asiboigo aragire kiara umunyekero wobwe kiombe kia IEBC ase ogotatwara ose ase ogotarwa na bo bakoreri oburonge bunaiwenderete bosio bo bochori obwo boroberi gokorekana eiki egocha. Olkalau has been very peaceful. There has not been violence of any magnitude that could cause anybody to cancel or postpone an election. There has only been 3 incidences that are minor. 1, the defacing of posters belonging to the UDA candidate and the DCP candidate. On 1st July 2026, at the Royal Garden Hotel in Olkalau Town, Nyandarua County, officers and staff of DCP were brutally attacked by police officers and UDA officials. Their phones and other materials were taken away. 8 reports and statements at Olkalau police station were made, and to date, no action has been taken. The notorious Nairobi Sierra gang of rogue police officers that attacked me and Christians at Wetima Church in January is the same group that was led by Mathira Member of Parliament, Eric Wamumbi, to attack DCP officials at the Royal Garden Hotel. So, Mr. Ethokon, whatever violence that has been witnessed in Olkalau has been perpetrated by the state. You cannot therefore say you can punish the people of Olkalau by postponing their elections on account of violence, whereas it is the government that has created violence in Olkalau. The people of Olkalau are very peaceful. All the candidates are working together and nobody is fighting each other. The little violence that has been witnessed in Olkalau has been done by the state. And we wonder, Mr. Ethokon, you never condemned violence in Bere. You didn't condemn violence in Kaspul Kabondo. You didn't condemn violence in Malava. How come you are condemning non-existent violence in Olkalau and threatening to postpone an election for non-existent violence? What is in Kalau is anticipated violence, and I'll be explaining. All this violence is being organized by Mathira Member of Parliament, Eric Wamumbi, and his wife, and Moses Kuria,
using goons brought to Olkalau from outside the constituency. Bosiwa bochorio bwoboke ye bunge ya Olkalau ni omubunge bwensemo ye bunge ya Mavoko Patrick Makau arokiroka gechwa kwaye na aliagendere ta sensemo ye bunge ya Olkalau asarire buna niga bakchikura bakwegwa lyakya. Makau niga muchire serikali asogotume kebese y'omwananchi gokolere campaign ya sensemo ya Olkalau. We are saying you cannot recapture your seat by bribing Kenyans. Na sisi kama Linda Mwananchi tumemwambia rais, hii maneno ya kuonga wapiga kura wacha. Sahi Father Ndeti na Father Max ukienda Olkalau kila nyumba wamepewa 5,000 mtungi ya gas, chakula, alafu unaambiwa peana kitambulisho. That means Thursday hawa wananchi wa Olkalau hawatakuwa na haki ya kupiga kura. And we are telling IBC, we know the electoral laws. You are not supposed to bribe voters. Ukipatia watu hizo pesa na the taxpayers money. Bwana Ruto, this is wrong. You don't have to spend to bribe Kenyans with our own taxpayers money. Ndio upate hiyo kiti. Berry North walitumia more than 200 million. Ndio wachukue hiyo. Mimi nawaambia nyinyi watu wa Machakos. Ekiombekia wa wakili Mense KLSK nigo giakorero kurobekana imyo mucho Nairobi kugikerio gusagwana n'ubwitwa wa wakili babo. Ukurobekana ukugwa korwa nomurayi gukora nomurayi ubwo LSK Charles Kanjama murayi wekiama kia PLP Mother Karua na boigo George Wajakoya nigo gwachakira ikigambiro kia Milimani asiweika engori ase nyumba y'abanyanyimbo ya Vigilance House ase baira okwemurungania kwabo. Inspector General of Police has sent his regards. He is on an operation outside Nairobi County and he delegated the task of receiving our petition to one of his senior officers. We have presented the petition. We have expressed our concerns with the deaths of Esther, Edward, and even the unexplained death of Chalom Bobu, who was assassinated a few months ago. We have requested for robust investigations. We have requested for a high-level investigation team to be set up and LSK to be involved and to be kept updated of what is happening. We have asked for justice. We have asked for investigations of what has been happening at Kenya Forest Service, where there are concerns of public land being grabbed. Yes! Aba wakili baminto banyare gosiri obogi mabwabo ase chinchera chogo Tanzania ona abantu baminto to achire gare ro mwaro lera wakili atwatare ko vigilance to achire gari Supreme Court to achire gari pia ase IG of police go saba bakore investigation erengia investigation eragere to nyore justice kogera to ko bol riswali elimo in whose hands are we safe intuna abantu na mawakili bagusi bakoru siaya bakoru notistan kerase kogera no ligere no yo minto Edward iganyorete itire kangentire akarutu ase roche as advocates etwasokire asobonge buna oyo moito agokunu na benga twins to akoni. Killing an advocate is like killing the rule of law in this country and administration of justice. Even togoteba buna gusi moiso nento arabana babere ba extrajudicial killing omwana goitu atabu at safety abana batogete asebitu mai manage bande me batingire baitire ekina kiegento buna ba advocate tokorwanerera kwamba onyo mu advocate kago kunu nono monto gyore kenyoro ga West Mogrango babore ga kenyere nabona onere aranya takoba safe. Mugabara gwe county ya Siaya James Orengo niga umiranire na bakuru asigesa kukia mijikenda insi omonogerio bo Ali Chirau Makwere asiba kwanire ayaringete na kubwatira na sayaringete okubwatira na bosibo bochorio bonene bo mwaka ogocha. Orenga sinkone aye niga ayerere bunenga kiya ikire yokoreta munchiro limeyense wetero burai asengincho amakonwa abakenya bagwetera limeyense nigo abwekaine chingongo chonsi. Ndugu zetu walinda mwananchi na sisi jamii ya Mijikenda pamoja na wapwani wengine wote tuko katika msimamo mmoja
kuhakikisha kuwa tuleta mabadiliko ya maendeleo yanayoeleweka ya kuboresha maisha ya Wakenya bila kuteta, bila kupiga maneno na ahadi ambazo hazieleweki na hazitimizwi. Tunakuja pamoja kwa sababu zile tabu ama matatizo ambayo zinakumba nchi yetu ya Kenya tunayatambua, haswa yale ambao zinakumba pwani. Na najua Makwere pia akija kule Nyanza, akienda Western, akienda Mrima, anajua matatizo ambayo inakumba sehemu zote za Kenya, kwa sababu alikuwa na bado yuko kama as a national leader. Na hapa pwani tunasema kwamba matatizo ni mengi, lakini matatizo ambayo inakumba watu wa pwani kwanza ni ajira. Kila mahali tunakwenda, hata kule Mombasa, ni aibu ya kwamba unaona sura ya investments, rasilimali ambazo zinakuja pwani, transport, tourism, ports, lakini ukiangalia vijana kutoka pwani hawapati ajira. Tunajua kwamba hapa pwani pia kuna swala nyeti, mambo ya ardhi. Na nilisema wakati mwingine nilikuwa Narok, uzito kubwa sana ya watu wa pwani ya kwamba they may become a minority in their own land. Unajua ukinyang'anywa shamba, watu wakichukua ardhi kiholela, mwisho wake wenyeji watakuwa ma squatters ama watakuwa watu ambapo tunaita minority ama wale ambao wamepoteza haki yao. Bwana Makwere pia tumeongea, akaweka uzito sana kwa mambo ya dawa ya kulevya hapa pwani. Na hizi dawa ya kulevya serikali inajua namna zinaingia nchi ya Kenya na haswa katika pwani. Aba menye bensemo ya Mkalala na Kasioni ya kaunti ya Machakos nigo bakorero kurobekana igore chipara chimbe echo itari weteka kwirero basombi ko ba akongu nigo basabira baraye goswana na gati eri ko barosere para na goikirania amagendero asensemeyo. Mimi ni mkaaji wa hapa, mzaliwa wa hapa, nimelelewa hapa, nimesomea hapa. Na ile shida tuko nayo sisi kama wakaaji wa hapa ni barabara. Barabara ya kutoka Kafoka kuteremkia hapo kwa Kababu kupanda hadi Kikambuani kusiwa Mwamo na huko juu milimani. Hiyo barabara ipitiki. Tulilia tukalia tukakuja tukasema tutengenezewe barabara. Kikakuja ikaanza kukatakatwa hivi mwenye mnaona imelimwa. Hii ni kulimwa, si kutengenezewa barabara. Ile shida tuko nayo sasa ni hii vumbi, barabara haijaisha, hata huwezi pitia kwa hiyo barabara ukienda town. Tukifika town hata inabidingi udanganye watu umetoka shambani. Sababu unafikanga huko unaenda kubandilisha nguo town. Wenye hatuna manyumba town tunafaa kwenda kuzunguka town tukikaa aje. We are calling the county government of Machakos with the appointed contractor to mobilize all the equipment for this road and all the equipment to remain on site till the project is closed. The residents, they are demanding for full malamin of the full stretch. That is from Kafoka to Kikambuani. What is happening? Why are you withdrawing the excavator and that job has not been done? Yes. So before you withdraw the excavator, let it proceed. Go and open that area up to Mujini. Yes. Mimi kama mkazi wa hapa Mkalala village, mwana boda wa kutoka area Kafoka, AIC hapa St. William Catholic mpaka Kikambuani Kusiomuomo. Sisi tumekuwa hapa tukitengenezewa barabara yetu for the last 2 weeks. Tingatinga ziliingia, excavator ikaingia, ikachimba, ikapanua barabara vizuri, hiyo tukakubali. Lakini saa ya grade hapo ndo tulianza kukosana na wao kutoka huko chini. Huyo driver mwenye alikuwa na hiyo grinding, huyo operator hakuwa anaambiwa, alikuwa anafanya vile anataka. Akafikisha nusu akaachia kazi hapo. Sasa tumeishi kuambiwa hii tingatinga iko juu inarudi kilevel na barabara bado haijaisha. Vumbi kawaida,
mchanga ishajaa kwa barabara, gari hazipiti. Bodaboda hapa mahali ulikuwa unabebana na 50 sasa unabebana na 200. So tunauliza governor wetu Mama Wavinya, tunauliza Wangondi mwenye hata tujui muona hata kwa kijiji, akuje atuambie barabara anatuachia hivi ama anarudi aripee barabara yetu vile ilikuwa. Biyamano ase ukubwatia mayase njira yobenge chinsa 10 na gwikira buno tugwikira omwaeri okurinde nse yamone chinsa isato Clinton ondigi na chiko yaretera hase njira yobwikira no buna basaki baitu wanrete ko yarigania ase omugoroba bono wekeli ankyo Eliane Ishmael Mogere endra kubwatia mirubirende yatigera ase omugoroba bono.